nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matope ya damu yakidondoka chini. Akaondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije kaingia majaribuni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashiriki neno hili la kwamba Bwana kuna kikombe ambacho Bwana uliomba Baba kuondolee. Yesu, na kuomba Bwana wa majeshi, kuna vikombe ambavyo ni vikali mno tunavyo, lakini Yesu katuondolee. Asante, maana unaweza na unatenda. Wanaoenda kulisikiza neno hili, wanaotufuatilia, Yesu nawaombea ukawabariki na ukawalinde. Ushindi wa Yesu tunaomba na atakwamia. Amen. Tumpe Yesu sadaka ya makofi. Waimbaji na ubiri na hili, tumpe Yesu sadaka ya makofi. Keti chini kwa jina la Yesu. Kila mtu aketi chini kwa jina la Yesu. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Naomba kama una simu na achana nayo. Kama una shughuli achana nayo. Kama una mtoto anatembea, mwambie aketi chini, maana nataka tusikie kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Ambia jirani tushiriki neno hili. Mwambie tushiriki neno hili. Na mwambie neno hili ni kwa ajili yako. Bwana Yesu nasifiwe. Haleluya. Wimbo umesema sisi tunaukaza mwendo ili tuweze kufika mbinguni. Na wimbo huu ni mshindo, lazima ni kwema mbeleni. Bwana Yesu nasifiwe. Anayesimulia wimbo huu aliona kuna mashaka, watu wanavunjika moyo, lakini akamwamini kwamba kuna Mungu, ya kwamba hata nitapita kwenye majaribu, ya kwamba hata vikwazo vitakuwa vingi, ina imani ya kwamba ni kwema mbeleni. Hata kama kuna mwanadamu atanikataa, ninajua ya kwamba ni kwema mbeleni. Fungua mdomo wako na usema amina. Fungua mdomo wako na usema amina. Kama una makofi, piga Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu nasifiwe. Yesu alipokuwa tayari kwenda msalabani, neno la Bwana alienda Mizeituni. Na lengo la Kristo kwenda Mizeituni, alienda kutengeneza mahusiano na Mungu. Alienda kutengeneza mawasiliano na Mungu. Maana alihisi kwamba anahitaji kuomba. Akajitenga na wanafunzi wake. Wakati mwingine kama Mkristo, ni vyema uwe na muda wa kujitenga kwa ajili ya kuomba. Uwe na muda wako na Bwana. Wacha kuwa na muda na wanadamu. Usiwe na muda na watu wa vitina tu. Uwe na muda na Mungu wako pia. So Yesu akaenda Mizeituni. Alipofika Mizeituni, alienda kuzungumza na Bwana. Akaona kuna kipindi kimefika, lazima anaenda kusulubiwa. Ikafika Yesu asimame peke yake. Kuna wakati majaribu yanakuja, lazima usimame peke yake. Kuna wakati ili uweze kushinda, lazima uitishe Bwana kutia nguvu, ili mtu wa Mungu uweze kushinda. Kuna mtu ndoa yake iliharibika, machungu yakamfuata mno, ikabidi asimame peke yake. Maana hata wale walimuita mashemeji waliweza kumuacha. Hao ndio walisema ni mbaya, hao ndio waliyemhukumu, hao ndio walisema hawezi. Ikaonekana ndoa ikaharibika. Kwa kuna wakati wa majaribu yanafika, lazima usimame peke yako. Mtu wa Mungu, pigia Yesu makofi mazuri. Tell your neighbor, kuna wakati unafika, lazima usimame peke yako, naye Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Yesu akawa Mizeituni, akamaliza kuomba, akajua anaenda kuuawa. Wanaopanga Yesu auawe ni wale aliwalisha mikate, ni wale aliwatembea nao. Wanaokusaliti leo ni wale uliwalisha, ni wale uliwasaidia, ni wale uliwavalisha. Wao ndio wanakupangia njama. Yesu akaenda Mizeituni, akamwambia Bwana, ikiwa ni kwa mapenzi yako, niondolee kikombe hiki. Kikombe hiki ni kikali mno. Kikombe hiki ni cha kumwaga damu. Kikombe hiki kinapoteza maisha. Lakini ikiwa ni kwa mapenzi yako, naomba Bwana uniondolee. Kuna watu wanapitia kikombe kikali. Wengine wanasingiziwa mambo ya ajabu. Wengine wamevurugwa hata na washirika wenzao. Wengine hata hawana amani. Anaomba Yesu niondolee.
anasema malaika wa Bwana alionekana, malaika ambaye anatia watu nguvu, malaika ambaye anaponya watu, malaika ambaye anaalisha kikombe, ambaye anakutia nguvu kwenye majaribu. Sema haleluya. Malaika wa Bwana akashuka, anamshukia mtu ambaye kwa mizeituni. Malaika wa Bwana akashuka, anamshukia mtu ambaye kwa kwenye maombi. I want to tell my children, leo malaika wa Bwana ashuke kwenye machumbu yako, malaika wa Bwana ashuke. Hata kama kuna shida kwenye ndoa, malaika wa Bwana ashuke. Malaika ambaye anatia watu nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Malaika ambaye analiponya kanisa ashuke ndani ya kanisa hili. Ingawaje kikombe ni kikali, kuna watu wanapitia majaribu mengi, wengine magonjwa yanawasonga, hawana msaada wowote. Neno la Mungu linasema malaika wa Bwana akashuka. Tell your neighbor,